Ya, karibuni tena wana wa Mungu na binti za Mungu popote mlipo. Tunawaalika tena wakati ambao tunataka kuzungumzia wazo kidogo kuhusiana na Babeli. Maana tunaambiwa katika Ufunuo 18 kwamba tokeni katika Babeli msishiriki mapigo yake wala dhambi zake. Na malaika wa pili anapoleta kilio chake katika Ufunuo 14 mstari wake ni wa 8. Anasema kwamba Babeli umeanguka, inasema hivi: kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioonyeshwa mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya washerati wake. So kwa hivyo basi tuombe tukiweze kujadili Babeli. Baba na Mungu, tunakushukuru kwa wakati mwema ambao umezidi kuwa nasi. Tujiweka mikononi mwako tukiomba Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, na ni kwetu tunaomba na tutakuamini. Amen. So tunaona kwamba Babeli iko katika, kuna Babeli tatu katika Biblia unaposoma, ama iko katika dhana mara tatu. Tunaona kwamba kulikuwa na Babeli wakati wa mfalme Nimrodi, kumekuwa na Babeli pia wakati wa mfalme Nebukadneza, na sasa Babeli hasa ambayo tunaona, ambayo tunaambiwa kwamba itafanya ulimwengu wote wakiweze kujisujudia. Tunaona kwamba ni Babeli ya mwisho ambayo ni Babeli ya kipapa ama utawala ule wa Kirumi. So tunaona kwamba kulikuwa na Babeli ya Nimrodi katika kitabu cha Mwanzo 10 na kuanzia mstari wake wa 8. Tunaambiwa kwamba kisha Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrodi, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. So tumesha kuona kwamba huyo alikuwa ufalme wa Babeli katika kile kipindi cha Nimrodi. Wacha tuone pia Nebukadneza wakati ule katika kitabu cha Danieli 1:1 inasema kwamba katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwa Yoakim mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu aka ushuru and he besieged it. So tunaona kwamba kulikuwa na Babeli wakati wa Nimrodi, pia kukakuwa na Babeli wakati wa Nebukadneza. So hivi sasa tunaongelea katika Babeli ya tatu ambayo ni Babeli ambayo tunaambiwa kwamba tukimbie tukaitoke. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 17 na mstari wake ni wa 5, inasema hivi: katika kipaji cha uso wake